Wafalme wa zamani walipata umaarufu na hadhi ama kupitia ushindi wao wa kijeshi au miradi ya ujenzi. Wafalme maarufu zaidi wa Israeli walikuwa bila shaka Daudi mpiganaji na mwanawe Sulemani mjenzi. Utawala wa Sulemani umepewa nafasi kubwa hapa katika moja Wafalme na mbili Mambo ya Nyakati. Kwa kweli, katika moja Wafalme karibu nusu ya nafasi imepewa kwa ujenzi na kutolewa kwa hekalu, na katika mbili Mambo ya Nyakati zaidi ya nusu ya simulizi la Sulemani linahusiana na hekalu. Hekalu la ajabu la Sulemani kwa Bwana litasimama kwa karibu miaka 400. Sulemani amefanya maandalizi kwa ajili ya mradi huu mkubwa wa ujenzi. Maelezo yanatolewa kwetu katika moja Wafalme 5 na simulizi sambamba katika mbili Mambo ya Nyakati 2. Sasa kwa leo tunafika kwenye ujenzi halisi wa hekalu na tutaangalia kutoka moja Wafalme 6. Aya ya 1 inatuambia kwamba mradi wa ujenzi ulianza katika mwaka wa 480 baada ya watu wa Israeli kutoka katika nchi ya Misri. Hii inatufahamisha kwamba muda huo ni mwaka 966. Sasa katika mbili Mambo ya Nyakati 3 aya ya 1 inatuambia kwamba hekalu lilijengwa kwenye mlima Moria. Hapa ndipo Bwana alimtokea Daudi kwenye sakafu ya kupuria kulingana na moja Mambo ya Nyakati 21. Hapa pia ni mahali ambapo Abrahamu alimtoa mwanawe Isaka katika Mwanzo 22. Katika moja Wafalme 6 tunapewa maelezo kadhaa ambayo nataka kuyasisitiza ili tuweze kupata picha akilini mwetu ya hekalu hili lenye uzuri wa ajabu. Aya ya 2 inatuambia kwamba hekalu lilikuwa na urefu wa dhiraa 60, upana wa dhiraa 20 na kimo cha dhiraa 30. Sasa hii inamaanisha kwamba hekalu lingekuwa na urefu wa futi 90, upana wa futi 30 na kimo cha futi 45. Sasa jengo limegawanywa katika sehemu mbili, mahali patakatifu na mahali patakatifu pa patakatifu. Tunapaita patakatifu pa patakatifu. Ndani ya patakatifu pa patakatifu kuna sanduku la agano linalowakilisha uwepo wa Mungu mwenyewe. Sasa katika akaunti sambamba ya mbili Mambo ya Nyakati sura ya 3 aya ya 10 hadi 12 inatuambia kwamba malaika wawili wakubwa wamechongwa. Makerubi wameundwa kwa mbao, wamefunikwa kwa dhahabu. Mabawa yao yaliyonyooshwa pamoja yana upana wa futi 30 na wanasimama kama walinzi, ikiwa utapenda, ndani ya patakatifu pa patakatifu, wakilinda kana kwamba utukufu wa uwepo wa Mungu. Sasa kurudi katika moja Wafalme 6 na aya ya 7, ujuzi na usahihi wa mradi huu wa ujenzi umeelezewa kwetu. Sikiliza hili. Wakati nyumba ilijengwa, ilikuwa na mawe yaliyoandaliwa kwenye machimbo ili kwamba wala nyundo, wala shoka, wala chombo chochote cha chuma hakikusikika ndani ya nyumba wakati ilikuwa ikijengwa. Kwa maneno mengine, mawe yote, mbao zote, yote yalikatwa mbali na eneo la ujenzi. Na inapofika yote inafanana kikamilifu pamoja kama vipande vya fumbo. Sasa hili si jambo dogo. Fikiria tu ukweli kwamba mawe ya msingi ni saizi ya mabehewa ya treni. Sasa katikati ya maelezo haya tunasoma neno lenye changamoto na lenye kutia moyo kutoka kwa Bwana. Anampa hili Mfalme Sulemani hapa katika aya ya 12. Kuhusu nyumba hii unayojenga, ikiwa utatembea katika amri zangu na kutii sheria zangu na kushika amri zangu zote na kutembea ndani yake, basi nitaimarisha neno langu nawe, na nitakaa kati ya wana wa Israeli na sitawaacha watu wangu Israeli. Kwa maneno mengine, haijalishi ilivyokuwa nzuri, haijalishi hekalu hili lilivyokuwa la ajabu, halingeweza kuchukua nafasi, halingemaanisha chochote bila utii wa kibinafsi na kitaifa kwa Bwana. Unaona, hekalu hili si hirizi ya bahati nzuri. Hili halitalinda Israeli ikiwa wataacha Mungu. Sasa turudi kwenye mradi wa ujenzi hapa. Katika mstari wa 22 tunaambiwa kwamba Sulemani alifunika nyumba yote kwa dhahabu. Mstari wa 29 unaongeza, kwenye kuta zote za nyumba alichonga michoro ya makerubi na mitende na maua yaliyofunguka. Fikiria tu, hii imejengwa na mafundi na wasanii bora kabisa.
Wanatumia vifaa bora zaidi. Wanaonyesha uzuri wa nadra kabisa. Hawatunzi gharama yoyote kabisa. Hekalu hili linakusudiwa kuonyesha uzuri na utakatifu wa Mungu wa kweli na aliye hai utakaokaa hapo kwa namna fulani. Hii ni nyumba yake, kwa kusema hivyo. Sasa fikiria tu kuhusu ukweli kwamba Agano Jipya linakuelezea wewe na mimi, Mkristo wa leo, kama hekalu la Roho Mtakatifu. Kisha tunaambiwa katika 1 wa Korintho 6:19 hadi 20, mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Naam. Je, maisha yetu yanaonyesha uzuri na utakatifu wa Mungu ambaye ametufanya kuwa makao yake leo? Naam. Sasa aya ya mwisho ya 1 Wafalme 6 inasema ilichukua miaka 7 kukamilisha mradi huu. Sura ya 7 inakatiza kwa ufupi simulizi na kuelezea ujenzi wa nyumba ya Sulemani mwenyewe ambayo ilichukua miaka 13 kukamilika. Kwa kweli hii ni kama chuo kikuu kizima. Itajumuisha jumba la mfalme, mahakama yake, makazi yake binafsi, pamoja na majengo mengine kadhaa. Inaonekana inaashiria kwamba nyumba ya Sulemani ilijengwa karibu na hekalu, na hiyo itakuwa kama ukumbusho kwamba anawajibika kwa Mungu. Sawa, hapa katika 1 Wafalme 7 tunarudi sasa kwenye samani za hekalu na tunatambulishwa kwa mtu mwingine anayeitwa Hiramu. Anaelezewa hapa katika mstari wa 14 kama mwenye hekima, ufahamu na ustadi kwa kutengeneza kazi yoyote ya shaba. Sasa utaalamu wake utatumika kutengeneza nguzo mbili za shaba zenye urefu wa futi 27 na mduara wa futi 18. Hizi ni nguzo kubwa na zitakuwa zimesimama kila upande wa mlango wa kuingia hekaluni. Madhabahu kubwa ya shaba ya sadaka iliyosimama katika ua wa hekalu inatajwa katika 2 Mambo ya Nyakati 4 na mstari wa 1. Inawezekana sana hiyo ilikuwa kazi ya Hiramu. Vile Hiramu, sawa, yeye ni mtu mwenye shughuli nyingi. Tunaambiwa kwamba anajenga vitu vingi vilivyotajwa hapa katika 1 Wafalme 7. Una hiki kinachoitwa bahari, ambacho ni beseni kubwa. Ina urefu wa futi 15. Ilikuwa imewekwa juu ya migongo ya ng'ombe 12 wa shaba hapa katika mistari ya 23 hadi 26. Una hizi stendi 10 za shaba zenye magurudumu yaliyoshikamana nazo. Kila moja imeundwa kushikilia beseni ndogo ya shaba na zimepambwa na michoro ya simba na mitende. Hapa chini katika mistari ya 27 hadi 39. Vitu vyote hivi viko hapa nje katika ua. Sasa ndani ya jengo la hekalu, kila kitu kimefunikwa kwa dhahabu. Vitu vilivyotajwa hapa katika mstari wa 48 na kuendelea ni pamoja na madhabahu ya dhahabu, meza ya dhahabu kwa ajili ya mkate wa uwepo na vinara vya taa vya dhahabu safi. Hatimaye sasa hapa mwishoni mwa sura ya 7 na mstari wa 51 tunaambiwa hivyo kazi yote ambayo Mfalme Sulemani alifanya kwenye nyumba ya Bwana ilikamilika. Na Sulemani alileta vitu ambavyo Daudi baba yake alikuwa amevitakasa, fedha, dhahabu na vyombo, na kuvihifadhi katika hazina za nyumba ya Bwana. Wapendwa, hatuwezi tu kufikiria hekima, jitihada na ujuzi wa kupanga, kuandaa, kufadhili na kutekeleza mradi huu wa miaka 7, lakini matokeo yatakuwa moja ya maajabu ya dunia, hekalu la dhahabu la ajabu kwa ajili ya ibada ya Mungu wa kweli na aliye hai. Na usikose hili kwa njia. Kila kitu kuhusu hekalu hakikuashiria Sulemani au Hiramu au wakataji wa mawe au wafanyakazi wa dhahabu. Yote yaliashiria utukufu na neema na nguvu za Muumba wetu mkuu wa ulimwengu. Ilikuwa ya kuvutia sana na ilimtukuza Mungu. Sasa tunapaswa kukumbuka kwamba hakuna kitu kinachobaki leo cha hekalu hilo la ajabu. Lakini tena, rafiki Mkristo, wewe ni hekalu la Roho ya Mungu leo. Kwa hivyo, tufanye kuwa kipaumbele chetu leo kupitia maisha yetu, mitindo yetu ya maisha, imani yetu, mwenendo wetu, maadili yetu ya kazi, mtazamo wetu, kwamba tunakuza umaarufu na sifa si za sisi, bali za Mungu wa ajabu tunayempenda na kumtumikia.
Basi hadi wakati mwingine, wapendwa, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nanyi nyote. Amina.